Simulizi ya kitabu kisicho na mwisho, maelezo ya kisa kwenye mpaka wa uhalisia, umbo na akili ya mwanadamu. Mimi msimuliaji wako Willy Daniel. Kama bado haujasubscribe, tafadhali usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Katika historia ya mwanadamu, vitabu vimekuwa si tu vyanzo vya maarifa, bali pia milango ya roho kuelekea maeneo yasiyoelezeka kirahisi. Lakini kuna simulizi linalozungumziwa kwa hofu na mshangao mkubwa kuhusu kitabu cha kale kinachoandika maisha ya msomaji wake hata kabla hajayaishi. Hiki si kitabu cha kawaida, hakina jina wala mwandishi. Ukurasa wa kwanza huonekana kuwa wa kawaida kabisa, lakini mwisho wake huacha swali kubwa kuliko jibu. Na kila siku unavyokisoma, ukurasa mpya hujitokeza, ukiandika tukio ambalo bado halijatokea mpaka litokee, na kisha mwingine huibuka tena na mwingine bila mwisho. Kisa maarufu kilichozua gumzo kilianzia Prague mwaka 1989, muda mfupi kabla ya kuanguka kwa ukuta wa Berlin. Mwanafunzi mmoja wa falsafa aliyeitwa Marek alitembea kwenye soko la vitabu vya zamani na kununua kitabu chenye jalada la ngozi lililochakaa sana, hakikuandikwa jina, ila kilikuwa na alama ya kale ya Kilatini iliyosema Scriptum Vitae Quod Legitam Eveniet, yaani kilichoandikwa itakuwa halisi. Alipoanza kukisoma, aligundua kurasa za mwanzo zilionyesha kumbukumbu zake mwenyewe, maisha yake ya utotoni, tukio la ajali aliloponea, hadi hata maneno aliyowahi kumwambia rafiki yake wa karibu. Hakuamini, alidhani ni kazi ya akili yake. Lakini alipoendelea mbele, aliona kurasa zilizoandikwa mambo ambayo bado hajayafanya. Katika mojawapo ya kurasa hizo iliandikwa, saa 3:17 asubuhi ya kesho, Marek atapokea bahasha nyeupe kutoka kwa mzee asiyejulikana. Ndani yake kutakuwa na ramani ya mahali atakapopata ukweli wa kitabu hiki. Alisubiri, na ilipotimu saa hiyo, akiwa anasubiri karibu na bustani, mzee wa ajabu alijitokeza, akamkabidhi bahasha na kutoweka bila kusema neno. Ndani yake kulikuwa na ramani ya maktaba ya kale iliyoachwa kutumika tangu mwaka 1935. Kitabu hiki hakikuwa tu kinasimulia maisha ya Marek, bali kilikuwa kinamwandikia hatima yake, na hakuwa na uwezo wa kuacha kukisoma. Alijaribu kukichoma moto, lakini moto haukukiteketeza. Alikifungia kwenye sanduku la chuma, lakini asubuhi alikikuta juu ya meza ya kulia. Na kila alipojaribu kuacha kukisoma, aligundua kuwa ukurasa mpya ulikuwa ukijitokeza, ukiwa umeandika tukio la hatari, onyo au siri iliyojaa kivuli. Tafiti za kifalsafa kutoka maeneo kama Tibet, India na Mashariki ya Kati zimewahi kutaja uwepo wa vitabu vya maisha vinavyojulikana kama Akashic Records, ambavyo vinaaminika kuwa na rekodi ya kila nafsi, matendo yake, mawazo yake na mustakabali wake. Lakini tofauti na rekodi hizo za kiroho ambazo haziwezi kufikiwa kihalisi, kitabu kisicho na mwisho hujidhihirisha kimwili. Kimeonekana katika simulizi kutoka China, Urusi, Brazil na hata Afrika Mashariki, mara nyingi kikihusishwa na watu waliopotea ghafla au waliobadilika kitabia kabisa baada ya kukipata. Katika baadhi ya matukio, watu waliokisoma walielezwa kwenye ukurasa kuwa wakijaribu kukiacha, maisha yao yatafunga mzunguko wa kifo. Hivyo kiliwafanya waishi kwa hofu, kwani si kila ukurasa ulileta matumaini. Kurasa nyingine zilileta vifo vya wapendwa wao, usaliti au ajali, na zote zilitokea kama zilivyoandikwa. Katika nchi ya Ethiopia, mtafiti mmoja wa maandiko ya kale alisimulia kuhusu manuscript ya kidini ya miaka 600 iliyopita, ambayo ilihifadhiwa kwa siri katika hekalu la Orthodox. Manuscript hiyo ilitajwa kuwa na uwezo wa kubadilika maandishi kulingana na roho ya msomaji. Waliowahi kuisoma walihitaji kufungwa kwa maombi kabla na baada, kwa sababu iliweza kuathiri mwelekeo wa maisha yao kabisa. Swali kubwa linalobaki, je, ikiwa ungekuwa na uwezo wa kusoma mustakabali wako kabla haujatokea, ungefanya nini? Je, ungepinga yaliyoandikwa au ungeyaruhusu yatimie, kwa sababu kwa namna isiyoelezeka kila hatua
kwamba ilionekana kuwa ilishapangwa. Kitabu Kisicho na Mwisho hakipo tu kama kipande cha hadithi ya kutisha, bali pia kama kielelezo cha nguvu ya muda, hatima na mamlaka ya mwanadamu dhidi ya mustakabali wake. Na pengine msomaji anayeendelea kusoma kila ukurasa kwa hamu hajui kuwa ukurasa wa mwisho haujawahi kuwepo, na siku utakayoikuta huenda ikawa ndiyo siku yako ya mwisho wa maisha yake. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Leo nimekuletea kitabu kisicho na mwisho. Tukutane katika simulizi zijazo. Mimi ni msimuliaji wako, naitwa Willy Daniel. Instagram page, Twitter ambayo kwa sasa ni X, pamoja na TikTok utanipata kwa majina ya Willy Daniel 90 pasipo na kuacha nafasi, yaani Willy Daniel 90. Kwa sasa naweka nukta hapa. Asante na mpaka muda mwingine.